wasiojali ya kwamba tunaishi katika jamii. Watu manabii wake Ezekieli, tukaona jinsi alivyomtuma nabii wake Ezekieli. Leo katika siku ya Alhamis nataka tuangalie watu ambao hawajali, watu wasiojali ya kwamba tunaishi katika jamii. Watu ambao hawajali, watu ambao we are saying a careless generation, watu wasiojali maisha ya wengine. Na kwa sababu hiyo umeongezeka dhambi katika dunia, umeongezeka dhambi katika dunia. Hivyo katika siku ya leo naenda kuangalia kwamba watu ambao wao hawajali kabisa, na kwa sababu ya kutojali, Mungu analeta madhara mengi sana. Nataka kuangalia wakati Wanaisraeli wanatoka kule Misri kuelekea kule Kanaani, wakaanza kuwa careless, yani wakaanza kuwa watu ambao hawajali. Na kwa sababu hiyo Mungu akaweza kuachilia ghadhabu yake, akaweza kuwapiga, maana walianza kuabudu miungu mingine. They started worshiping idolatry. They started giving sacrifices of their children, and because of that God was not happy, and because of that God was not happy. And we not seeing today people killing and giving sacrifices of the people. They're giving sacrifices to Satan so that their things will go well, so that they cleanse themselves and the richness follows them. Na wakati huu giving sacrifices has never started today. It is even started during the time of God. Ya kama watu wanasema sasa, kwa sababu dhambi imeongezeka ulimwengu, nasi dhambi imeongezeka na Mungu amekasirika nasi, hivyo tutamtolea kafara wana wetu. Ila Mungu akamkataza kupitia nabii ya kwamba hizo kafara zenu zisihitaji. Mungu alikataa kafara zao, maana zilikuwa kinyume na Mungu, na Mungu hakuwa amewaamrisha kufanya hivyo. Na kwa sababu hiyo Mungu akaweza kukasirika sana na hao watu. Mungu akaweza kukasirika sana. Mungu akaweza kukasirika sana na hao watu, na akataka kuwamaliza. Akataka kuwamaliza kabisa kwa sababu ya kufanya dhambi. Kwa sababu ya kufanya dhambi. Leo hii nataka tusome Ezekieli 6. Ezekieli 6 kuanzia 3, tuone jinsi Mungu anavyotumia nabii wake Ezekieli kumwambia ili kuwaonya watu. Tukisoma, na ningependa nisome katika mdomo wa Kiswahili lakini nitachanganya. Inasema, and I say, ye mountains of Israel, hear the word of the Lord God. Thus saith the Lord God to the mountains and the hills, the rivers, the valleys, behold, I will bring a sword upon you, and I will destroy your high places. Ya kwamba tazama, today on Thursday, that God has given us an opportunity to be able to come and be able to explain the revival and the reformation. Know that the revival and the reformation is continuing, and our main theme comes from the scripture of that is Ezekiel 12 verse 2. It says, you mortal man, may you wake up and go, so that evil nation will be able to see you. And when they see you, they will ask themselves, and your altars shall be desolate, and your images shall be broken, and I will cast down your slain men before your idols. Biblia inasema, na madhahabu zenu zitakuwa ukiwa, na sanamu zenu za jua zitavunjika, nami nitawatupa wana wenu waliouawa mbele ya vinyago vyenu.
utakuwa And I umekosea. will lay the dead Na ndipo carcasses maana of the tunapata ya children of kwamba Israel before their yule eyes, Ezekieli and I will scatter your anaamka bones na round kuweza kuenda, about your na altars. alienda na wale Nami watu wakashangaa, leo nitaiweka mizoga ya wana wa Israeli Mungu mbele ya alimtumia vinyago vyao, Ezekieli kama mfano ili kuonya wale nitaitawanya wana Israeli, mifupa yenu kuambia kwamba pande mkiendelea zote, kukaa kwa dhambi, sama dhahabu karibuni madhara Biblia inasema yatawapata. nini? Mpende, katika siku ya Katika leo siku ya leo mpendwa, ningependa kukuita na wewe Biblia ukikaa inatuambia ndani ya kwamba dhambi, Israeli tambua ya kwamba walienda, unaenda kupotea. Usikae ndani ya dhambi chameni. hadi wakati Leo wao hii wanaabudu miungu, kuna watu wanaua watu wanatoa wengine makafara ya wana kama wao. wanyama. Kuna watu wanaofanya maovu yote katika Kumfurahisha jamii. Mungu, lakini Mungu Kuna watu anakataa wanaofanya ufisadi katika jamii. mikafara yao. Kuna watu wanafanya ngono katika jamii, Sijui leo zinaa hii katika mpendwa, jamii. Watu hawaheshimu kuna wengine, watu katika watu jamii hawaheshimiani, wanaojaribu watu kutoa matoleo wanadhulumiana yao kwa na Mungu ambao dhambi sio zote. safi, Watu wanamwabudu kupitia shetani, ufisadi, hawamchari Mungu. kupitia Na kuwaua kwa sababu wengine. hiyo Mungu Mtu anataka, anaua Mungu na anachukua kanisani hataki kusahaulika naye. sadaka kama hizo. Yaani Mungu Sadaka kama hizo ataonyesha kwamba yeye ni Mungu, Mungu hazitaki atawapiga kabisa. na mapigo, Sadaka zilizo mtachukuliwa mateka, Mungu shida na anazikataa. magonjwa, njaa, Tuangalie Kaini. vita, Kaini magonjwa anapokuja na yote na na ndugu midudu yake yote naye itakayoharibu Habili chakula zenu mbele za Mwenyezi itakuwa Mungu pale. kutoa matoleo Na ndio yao, maana leo hii nakuita, sadaka zao nakuita popote ulipo, na shida zaka zao kwa unazopitia Mwenyezi Mungu. ni kwa sababu haujafanya uamuzi moja kwa moja kukutana naye Mungu. Na tambua ya kwamba utakapokutana naye Mungu, tambua ya kwamba maisha yako hayatakuwa the same again, that your life will never be the same again when you accept Jesus Christ. And that is the word of God today, as we want to see what God is saying. Therefore, I want to welcome you to this revival and reformation, that it may impact your life, that from your comfort zone, wherever you are, that rise up from your comfort zone and go. Rise up from your comfort zone and go, because if you live in your comfort zone, then you are going to be lost forever. And if you are lost in sin, my brother, my sister, there is no sweetness when you lose the life. Because in the book of life, those only who have complied with the word of God, those only who have complied with the word of God, those only who have lived according to the will of God, those are the ones who are going to live and survive in heaven. If you are not in the book of life and in heaven, forget about heaven. You will be subjected to suffering. What does the Bible say? The hour of judgment has come. When you read 14:7 of Revelation, that is the hour of judgment, of bringing judgment to all the world. And the Bible continues to say that God charged them, books were opened, and those who were not found in the book of the living were thrown in the lake of fire, burning with sulfur, and they suffered day and night till they were truly destroyed. Ya kwamba kama utapatikana katika kitabu cha uzima, mpendwa, unaenda kupotea. Utakapokosa katika kitabu cha uzima, unaenda kupotea mpendwa, kwa sababu katika moto hivi leo hii kuna watu ambao hawaogopi kuchomeka katika moto wa Mungu. Nakwambia moto ambao Mungu ataleta, utachomeka miaka 1000, utachomeka ndugu yangu, and you will be destroyed. And remember that God will put the urge in you. When God comes at that moment, He will put the urge that you could wish to go to heaven, but things could not be reversed. Ya kwamba Mungu atawawekea hamu ya kana kwamba unajisikia kwenda mbinguni, lakini kwa sababu wakati umeisha na kufungua nje, tambua ya kwamba haitawezekana. Kwa sababu hiyo ya kutowezekana, tambua ya kwamba utakuwa umeacha nyuma. Mpendwa, mbona wanawateka wengine wakidhani wao ndugu yangu Gen Z, watu wote, mama zetu, baba zetu, vijana wenzangu wanapotea kwa dhambi. Yesu anakuita katika jina leo ili uweze kuja kwake. Yeye anajua atakutengeneza. Utakapokubali kuja kwa Mungu, atakutengeneza. Changamoto tunazopitia kwa sababu ya dhambi zetu. Changamoto tunazopitia kwa sababu hatujasimama sawasawa na mapenzi ya Mungu. Tutakaposimama sawasawa na mapenzi ya Mungu, tambua kwamba Mungu anaenda kututengeneza. He is going to repair us and reform us and make us, and whatever that we lost, He is going to give us again. He is going to give us again.
And when he gives that again, neema ya Mungu iwe juu we yenu. are going to live Mnapomuomba Mungu kweli in a well manner. kulingana na ile Therefore, nimekukaribisha sana ndani ya Revival and Reformation. Leo ni siku ya Alhamis na Mungu asidi kukubariki, asidi kukunemeshea, kufungulia milango, kufungua macho, kufungua masikio, maana siku yetu inatuambia kwamba wako na macho ya kuona lakini hawaoni, wako na masikio lakini hawasikii, kwa sababu ni nyumba iliyoasi. Unapomwasi Mungu hausikii lolote, unapomwasi Mungu hautasikia lolote. Na ndio maana leo hii Mungu anakuita ili uitikie mapema, usipokuja kupotea katika dhambi. Maana ukipotea katika dhambi, mwenzangu, itakuwa vibaya sana. Karibuni sana katika siku ya leo. Nimekukaribisha katika mahubiri na Mungu asidi kutenda miujiza katika maisha yenu. And your life will never be the same again. Niunge tuimbe wimbo katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tuimbe ile wimbo Tuimbe ambayo inatuambia ya kwamba wimbo unaokuja unaitwa Mlango inayosema kwa wale ambao wangependa waweze kupata neema ya Mungu kutubu dhambi zao na Mungu awasaidie. Wimbo nambari 110 unaoenda hivi: mlango uko wima, mlango wazi, Yesu amefungua na hakuna kufunga. Mlango wazi, ajabu uliachwa wazi kwangu, wazi kwangu, watu waokolewe, maskini na matajiri wa mataifa yote. Mlango wazi, ajabu uliachwa wazi kwangu, wazi kwangu. Maadamu mlango wazi, rafiki kaza mwendo, msalaba ukubali, amana ya upendo. Mlango wazi, ajabu uliachwa wazi kwangu, wazi kwangu. Msalaba utabeba daima furaha, pendo wa Yesu hushinda, tunainama kwake. Mlango wazi, ajabu uliachwa wazi kwangu, wazi kwangu. Tuimbe 77 Theme song. Je, mlinzi ukutani,
mwa mji wa Sayuni, habari zake usiku, asubuhi karibu, kuna dalili za kupambazuka, kuna dalili za kupambazuka katika safari yetu, twaona nchi kavu, tutalala baharini, bandari bado mbali, kweli kweli tutaona ufalme, kweli kweli tutaona ufalme, tunaona nuru yake, nyota ya asubuhi, nyota tukufu na safi inang'aa mbinguni, furahini wokovu karibu, furahini wokovu karibu, tumetazama ramani, kweli kwani si mbali, twende mbele kwa upesi, tutaona bandari, furahini, imbeni nyimbo zenu, furahini, imbeni nyimbo zenu, katika safari yetu, twaona nchi kavu, tutalala baharini, bandari bado mbali, kweli kweli tutaona ufalme, kweli kweli tutaona ufalme, tunaona nuru yake, nyota ya asubuhi, nyota tukufu na safi inang'aa mbinguni, furahini wokovu karibu, furahini wokovu karibu, tumetazama ramani, kweli pwani si mbali, twende mbele kwa upesi, tunaona bandari, furahini, imbeni sifa zenu, furahini, imbeni nyimbo zenu, furahini, imbeni nyimbo zenu, nakusubiri mbali, kwa upendo mwingi anakuita njoo, mwanangu usije sumbuka tena, ukae nami palipo na raha, anakusubiri wewe uliyefika mbali, kwa upendo mwingi anakuita njoo, mwanangu usije sumbuka tena, ukae nami palipo na raha. Nataka nimalizie nikisema wanao mwingine Mungu atawaangamiza. Lakini nataka nimalizie fungu la Ufunuo wa Yohana 14:7 inayosema, soma kwa Kiswahili. Biblia inasema,
iko 7 inasema, karibu sana ndani ya ilisema kwa sauti kuu, Revival and mcheni Reformation Mungu na kumtukuza, na kwa Mungu maana aendelee. saa ya hukumu yake